hamjajua chanzo rasmi ilikuwa nini? Serikali inataka kutenda haki. Na kutenda haki kwa mujibu wa sheria zetu kunampa mamlaka Mheshimiwa Rais kuunda chombo kitakachofanya uchunguzi. Kwa hiyo ndio hicho ambacho Mheshimiwa Rais ameamua kukifanya. Badala ya kwenda kwa maono tu ya tunavyoona serikali na vyombo vyetu, basi tu tuna chombo cha kwetu cha ndani ya nchi kitakachokuwa huru, kitakusanya taarifa zote, kitafuatilia kwa takwimu. Ndio maana unakuta hapa hata kutoa takwimu wakati mwingine inatupa mtihani, kwa sababu tungependa chombo hiki kifanye kazi kwa kitoe taarifa ili serikali tutakapotoka na msimamo tutoke msimamo unaotokana na taarifa ambazo Lakini pia vile tulisikia kauli mbalimbali za viongozi wakidai ya kwamba maandamano yale ya Oktoba 29 yalifadhiliwa. Je, serikali inatofautisha vipi kati ya maandamano halali ya kikatiba na maandamano yanayodaiwa kufadhiliwa na mataifa ya nje? Kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, maandamano yanaongozwa na sheria. Na kwa mujibu wa sheria, watu wanapotaka kuandamana wanatakiwa waende wakapate kibali, na mamlaka hayo yamepewa kwa mkuu wa polisi. Wanafanya hivyo ma-OCD. Unakwenda unapewa kibali. Kibali chako lazima kieleze maandamano hayo yanaratibiwa na nani. Hicho kilichotokea tarehe 29 kiliratibiwa na nani? Maandamano hayo ni lazima yaseme yataanzia wapi, yataishia wapi. Kulikuwa kuna hizo taarifa. Maandamano hayo lazima yaseme wanaotaka kufanya maandamano wana ujumbe gani, na huo ujumbe uonekane. Na lengo la hii sheria, manake wengi naona wameanza kulijadili hili katika mtazamo hasi. Lengo la hii sheria ni kwamba kama kweli mtu anataka kufanya maandamano ya amani, pia yapate usimamizi wa vyombo vyetu, ili wanaofanya hivyo wafanye kwa usalama na ujumbe wao upokelewe. Lakini ni maandamano gani ambayo watu wanakusanyika, wanaanza kuvamia maduka ya watu, wanaanza kuchoma miundombinu, wanaanza kulipua vituo vya mafuta, wanalipua vituo vya polisi, na unajua kule kuna silaha, wanashambulia askari, wanakwenda kuharibu biashara za watu, wanafunga njia kwa matairi. Na sasa ndio maana nikasema Odemba, ningetamani sana tusiingie sana kwenye hii mijadala, kwa sababu tayari tuna tume ambayo inachunguza. Tuiache tume ikamilishe kazi yake. Ikishakamilisha kazi yake itatupa ripoti. Serikali tutakuja kutoa msimamo wetu. Asilimia kubwa ya waliojitokeza kwenye hayo maandamano ni vijana, na vijana wanadai ya kwamba mimi nitakukatisha Odemba, hayakuwa maandamano. Unayahitaji. Kilichotokea zilikuwa ni fujo, ni vurugu. Waliojitokeza sasa kwa asilimia kubwa walikuwa ni vijana, na vijana wamekuwa wakisema ya kwamba serikali haiwasikilizi. Kwa nini serikali haiwasikilizi vijana, msemaji wa serikali? Kwanza ni kwamba idadi kubwa walikuwa ni vijana. Nadhani pia na yenyewe itahitaji tujiridhishe pasipo mashaka, kwa sababu katika watu ambao walikamatwa na jeshi la polisi, baadhi yao sio vijana. Lakini nakubaliana na wewe kwamba inawezekana idadi kubwa ikawa ni vijana, kwa sababu hakukuwa na ujumbe mahususi uliotolewa. Hata hili kwamba kuna madai ya vijana, tunalichukua kutoka kwenye mijadala inayoendelea kwamba kuna madai ya vijana. Sasa ni kweli changamoto ya madai ya vijana ipo, na haipo Tanzania pekee yake, ipo dunia nzima. Nchi yetu hivi ninavyozungumza, idadi kubwa ya watu ni vijana. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi iliyofanyika mwaka 2022 na maoteo yake kwa mwaka 2025, tunakadiria saa hizi tunaweza tukawa tuna vijana wenye umri wa kati ya miaka 15 mpaka 35 kama milioni 33 hivi. Kama milioni 23 wanakwenda kama asilimia 33 ya idadi yote ya watu. Sasa ukienda mpaka watu wenye miaka 45 unakuta idadi ile ni kubwa sana ya watu ambao ndio kundi ambao hasa linahusika na kufanya kazi. Kumekuwa na mijadala kwenye hata nje ya hicho kilichotokea tarehe 29, kumekuwa na mijadala juu ya madai ya vijana kutaka kupata ajira,
kutaka wasikilizwe hoja zao na mambo kuhusu maisha yao. Ni masuala yanayohusu maisha yao. Na unaamini ya kwamba serikali haiwasikilizi? Serikali inawasikiliza sana. Lakini nakubali kwamba tunahitaji kuwasikiliza zaidi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais baada ya kuunda serikali ya awamu ya 6 kipindi cha pili ameamua kuunda wizara maalum ya vijana na imepewa maelekezo maalum na ameongeza msisitizo maalum. Nitakwambia kitu kimoja Odemba. Kwanza sio kweli kwamba hatuwasikilizi vijana. Vijana wanasikilizwa. Na unasema mnaongeza kuwasikiliza sasa. Tunaongeza kuwasikiliza. Kwa sababu pia mnawasikiliza sana kwa wakati za nyuma. Ndio, na kwa sababu ni ukweli pia kwamba idadi kubwa ya watu tulionao katika nchi yetu ni vijana. Kwa hata program zetu za maendeleo kwa sehemu kubwa zinawanufaisha vijana. Nitakupa mfano. Leo sisi tuna mradi kwa mfano wa BBT. BBT sehemu kubwa wanaoguswa ni vijana. Jenga kesho iliyo bora. Tunatekeleza huu mradi, sehemu kubwa ya wanaonufaika ni vijana. Ni mradi ambao umelenga kuwanufaisha vijana 1.6 milioni, na mpaka sasa hivi karibu nusu yake tumeshawafikia. Tunawapatia maeneo ya kulima, wanachimbiwa visima, wanapewa mashamba. Katika hekta karibu 10,000 na kitu ambazo zimehusika kwenye BBT, hekta zaidi ya 7,400 zimekwenda kwa vijana na tumewapatia fedha. Ukienda kule Chunya kule, sasa nimesema tunawasikiliza zaidi. BBT inaendelea hivi ninavyozungumza na wewe. Serikali iko katika hatua za mwisho za kupata dola za Kimarekani takriban milioni 129 ambazo zinakwenda kutekeleza mradi mkubwa wa kilimo kule Mapogoro kule Chunya, Mbeya. Huu mradi unakwenda kuwanufaisha vijana. Utasababisha vijana wengi wawe kazini, wafanye kazi. Tumepata hati pale, tuna hati ya eneo la takriban hekta 20,000 zinakwenda kwa vijana. Lakini pia Mheshimiwa Rais ameahidi katika siku zake 100 kutoa shilingi bilioni 200. Hizi ni fedha ambazo zinakwenda kwa vijana. Msisitizo zaidi unakwenda kwa vijana. Lakini kama nilivyosema, haya mambo hayajaondoa, hayana maana kwamba tulikotoka tulikuwa tufanyi kazi kwa vijana. Kwa nini kwa wasikiliza sasa, kusikilizwa kwa vijana mnaipa nguvu zaidi mara baada ya Oktoba 29? Nimekuambia kabla. Tumeanza kuwasikiliza vijana hata kabla ya. Lakini sasa hivi umesema mmeongeza. Tunaongeza zaidi kwa sababu pia ni kweli kwamba vijana ni wengi kuliko makundi mengine. Hivyo kwa yani sio kwamba ni upendeleo kwao au yani kwa Kikinga wanasema is not a favor. Ni haki kwa sababu wao ni wengi. Kwa hiyo na serikali ni muhimu ikajielekeza. Lakini pia ni ukweli Odemba, nguvu kazi ya taifa ni vijana. Kwa hiyo ukitengeneza mazingira mazuri kwa vijana, basically umetengeneza mazingira mazuri kwa jamii nzima. Vijana hawa wanalea wazee wao, vijana hawa wana watoto. Kwa hiyo ukirigusa hili kundi kwa msisitizo mkubwa, kwanza kwa kuwa ni nguvu kazi ya taifa, pia tunakuwa tumeyafikia makundi mengine. Sasa tutakuwa taifa la ajabu ambao tunapuuza vijana. Na ndio maana hata kwenye nenda kafanya uchambuzi wa bajeti yetu. Mwaka huu 2025-26 bajeti yetu ya serikali ni shilingi trilioni 56.4. Tunakwenda kufanya kazi kubwa ya kuelekeza hii fedha kwa sehemu kubwa kwenye shughuli ambazo vijana zitawagusa moja kwa moja. Ukiacha ukosefu wa ajira kwa vijana wa Tanzania, unadhani ni kilio gani kingine kikuu cha vijana wa nchi hii? Vijana wanataka maisha yao. Ni mambo ambayo tumefanya tafiti ndogo ndogo. Wanataka kuhangaika na maisha yao, wakipata ajira wapate kipato kizuri, wanataka sauti zao zisikilizwe. Unamwona waziri wa vijana Joel Nanauka anazunguka nchi nzima kuzungumza na vijana. Lakini pia tunaanzisha majukwaa mengine mengi ambayo vijana tutawasikiliza, tujue kwa kina wanataka kitu gani, au kwa vile ambavyo tayari serikali inavifanya wanataka nini zaidi, kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukawa tunafanya jambo ambalo pengine kijana anataka kitu tofauti zaidi. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia kwenye maeneo yote. Kwa mfano nakupa tu mfano. Sasa hivi dunia inakwenda kwenye uchumi unaotegemea teknolojia. Serikali inafanya uwekezaji mkubwa sana kwenye eneo la teknolojia kwa sababu ni eneo ambalo vijana wengi wamejielekeza huko. Tunataka tuwekeze kwenye kuwawezesha vijana kunufaika na vitu kama akili unde, vitu robotics, ndio teknolojia zinakokwenda, Internet of Things, mambo ya cyber security kwenye cyber system. Tuangalie namna gani vijana watanufaika, na hivi ninavyozungumza tuko kwenye maandalizi ya mwisho. Serikali inategemea kupokea takriban shilingi
bilioni. Hela za mkopo ni hela zetu, ni hela zetu. Maana kuna watu wanadhani tukikopa fedha basi hizo hela zinakuwa za msaada. Ni fedha zetu kwa sababu tutazilipa. Tunategemea tupate dola milioni 165 kwa ajili ya kutekeleza mradi wa kituo cha teknolojia pale Nala Dodoma. Ni kituo ambacho kitatoa fursa nyingi kwa vijana, tuwawezeshe kuanzisha vitu vinaitwa miradi startups. Uanzishe miradi mbalimbali itakayowezesha kufanya biashara, kutumia mitandao na teknolojia, kufikia uwekezaji mkubwa, kuingia kwenye masoko mengi duniani. Hivi vyote serikali inafanya kwa sababu tunajua dunia ndiko iliko, na vijana wetu tusipowafikisha huko tutakuwa hatukujibu mahitaji yao. Moja kati ya vitu ambavyo vijana wa nchi hii, Mheshimiwa Gerson Msigwa, wamekuwa wakisema ni kusikitishwa vile na kupinga mambo ambayo yanaendelea nchini, ikiwemo vijana kupotea na watu kutekwa katika taifa hili. Msimamo wa serikali ni upi kuhusu swala la utekaji na watu kupotea na wajulikani walipo, Mheshimiwa Gerson Msigwa? Kwanza serikali haiungi mkono matukio haya kwa sababu ni makosa na tunasikitishwa sana pale matukio haya yanapotokea. Hatuungi mkono, hayakubaliki, na pale tunapobaini waliofanya makosa haya tunachukua hatua. Lakini pili, naelewa sio vijana peke yake. Hakuna mtu yote ambaye anapenda mwenzake atekwe au auawe. Si matukio mazuri na hayakubaliki. Ni hatua gani sasa mlizochukua? Manake watu kadhaa wametekwa, wengine walipotea na wajulikani walipo mpaka sasa, Mheshimiwa Msigwa. Je, serikali imeshindwa sasa